Jumapili, usomaji wa Biblia, Mambo ya Nyakati wa kwanza 9. Hali yetu. Ndugu mpendwa, kumbuka tunaangazia katika kukua katika uhusiano na Mungu. Kama tunavyoangalia, tunapaswa kujikagua, lakini hali zetu sasa kiroho zipoje? Je, kama Mungu au Yesu angeweza kueleza, tungeeleza vipi uhusiano wetu na yeye? Na zaidi ya yote, pengine tungemjibu vipi? Uimara wetu katika imani uko vipi mpendwa? Lakini zaidi ya yote, tunapaswa kutambua ya kwamba shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba wa Mungu. Hapa tunapaswa kujua ya kwamba shahidi mwaminifu na wa kweli hasemi uongo, bali husema wazi na kwa uaminifu. Tukiangalia katika fungu letu la Ufunuo 3 na ule mstari wa 14 mpaka 17, hapa tunazungumzia yale makanisa 7. Lakini hapa tunajifunza nini? Hebu tusome kwanza. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika: haya ndiyo anenao yeye aliye amini, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu. 15. Anayejua matendo yako na ya kuwa u baridi wala u moto. Angekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala u baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. 17. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejidhihirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujua ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Ndugu mpendwa, fungu hili linatuambia kuwa sisi wa Kristo katika siku za mwisho tunapaswa kujua sisi si moto au baridi. Muda mwingi tumejikita katika mambo ambayo hayampendezi Mungu, lakini zaidi ya yote sasa anatamani tuishi katika maisha ambayo yanampendeza zaidi. Na tukiangalia hili kanisa la Laodikia, yani linaonyesha katika hali za mwisho watu wengi tumeathirika na tutabiriki sisi ni baridi au moto. Lakini siku hizi ambazo tunaishi katika maisha yetu, tunaishi katika maisha ya kinafiki sana. Tunaishi katika maisha ambayo tunawapendezesha wanaotuangalia tu usoni. Wanaotuangalia usoni wanafaidika na kuona huyu mtu fulani yuko hivi, Godeni yuko hivi, wanafurahia. Lakini hatumpendezi yule ambaye anatuangalia moyoni, Mungu Baba ambaye anatuangalia moyoni. Hapendezwi na matendo yetu ya kila siku. Na zaidi ya yote, fungu hili linasisitiza kwamba kanisa la Laodikia kuwa vuguvugu ni kwamba tupo kwa Yesu tupo kidogo na kwa shetani tupo kidogo. Mambo ya Mungu ambayo hayampendezi tunayafanya na mengine hatuyafanyi, hatueleweki. Lakini je, tukija kusimama imara na kuamua sasa sisi kama Kristo tuweze kufanya mambo ya Yesu tu yote bila kuangalia kwa shetani kidogo, kwa Yesu kidogo? Hapana, tusimame imara na tukatende ambayo yanamstahili Mungu katika maisha yetu. Maana kila tunachokifanya katika maisha yetu tunapaswa kufanya sawa sana mapenzi ya Mungu. Na zaidi ya yote, ambao wanatenda mapenzi ya Mungu watavikwa taji ya uzima. Ambao wanafanya mapenzi ya Mungu watavikwa taji ya uzima. Kwa mpendwa, kwa kweli tunahitaji sana kuliko tunavyotambua. Tunamhitaji Mungu sana zaidi tunavyotambua. Laiti kama tungeweza kumpa na kuishi maisha kwa ajili ya ujio wa pili wa Yesu, ingekuwa ni heri sana. Ndugu mpendwa, tunapaswa kujua kuwa hali zetu zimeanguka sana. Tupo katika uvuguvugu ambao sio mzuri katika maisha yetu. Hebu tusimame imara, na zaidi ya yote anatupatia yote tunayohitaji, hasa kwa sababu kile tunachohitaji hatuwezi jipatia wenyewe. Yeye peke yake anaweza na atafanya, lakini ikiwa tu tunania. Kama tunania tu, Mungu atafanya. Hatuwezi kufanya sisi wenyewe mambo yote, lakini kwa vile anaona haja tulizo nazo katika maisha yetu, tunapomuita na kumweleza kwa nia nzuri, atatuinua na kutuweka sehemu salama. Hebu tumuombe Mungu, tulisome neno la Mungu
ili hali zetu zikaweze kubadilika. Tuache kufanya mambo ya kinafiki, watu wanaotuangalia wakaweze kuona sisi tunafaa. Lakini je, Mungu aliyeko mbinguni anatamani sisi tukaweze kung'ara ndani ya mioyo yetu. Nawapenda sana, endeleeni kujifunza pamoja na mimi.